hayo. Tuko hapa kwa sababu ya ukoma tulionao, lakini tukiendelea kukaa hapa, mbona tutakufa? Tukiendelea kukaa hapa, mbona tutakufa kwa njaa? Wakakaa wafanye maamuzi sahihi. Alafu akasema, mbona hata kama tukilikabili jeshi la Washami, mbona na huko takufa vile vile? Kwa hiyo nini kifanyike? Tuendelee kukaa hapa tufe kwa sababu ya njaa, au tulikabili jeshi la Washami tufe kwa sababu wametuua? Biblia sema walipokaa wakajadiliana, wakafanya maamuzi, wakaadhimia ya kwamba ni heri tulikabili jeshi la Washami, ni heri tukafie huko kuliko kufa kwa sababu ya njaa. Tuko hapa, hamna anayetupa chakula, ni heri tulikabili jeshi la Washami. Haya ilikuwa ni maamuzi. Nikakwambia jambo la pili, hawakuishia kusema tulikabili jeshi la Washami, hawakuishia kupanga mipango, hawakuishia kujadiliana, ila jambo la pili Biblia inasema wakachukua hatua. Hatua ya wapi? Hatua ya kwenda kutekeleza kile walichopatana. Wakachukua hatua ya kwenda kulikabili jeshi la Washami. Sikiliza nikwambie kanisa, unaweza ukawa na mipango mingi mizuri sana, ukapanga ndani ya mwaka huu 2026 nitafanya 1, 2, 3, lakini kama hutachukua hatua ya kuingia kivitendo, hautaona mafanikio kwenye maisha yako. Ndio maana nakwambia hawakoma, hawakuishia kukaa kikao, hawakuishia kusema tulikabili jeshi la Washami, lakini walichukua hatua ya kuliendea jeshi la Washami. Sema amina yenye nguvu. Chukua hatua mwaka huu, utamwona Bwana akitenda katika maisha yako. Sikiliza nikwambie, muujiza wako upo kwenye kuchukua maamuzi sahihi na kupiga hatua. Muujiza wako upo kwenye kufanya maamuzi sahihi, kisha ukachukua hatua juu ya yale maamuzi. Unaweza ukaamua vema ya kwamba mwaka huu nataka nimtumikie Mungu, lakini usipochukua hatua hakuna utumishi utakaoonekana. Unaweza ukaamua vizuri, mwaka huu nataka nifanye biashara, na biashara ukaipendekeza unayotamani uifanye, lakini usipochukua hatua hautaona mafanikio ya hiyo biashara. Unaweza ukasema vizuri kabisa, mwaka huu nataka nikamwimbia Bwana, niwe mwimbaji wa nyimbo za Injili, niwe mwimbaji binafsi, lakini usipochukua hatua ya kuanza kutunga nyimbo na kwenda studio ukarekodi, hautaonekana umefanikiwa kwenye eneo la uimbaji, kwa sababu haujachukua hatua. Hata anayetaka kuoa akisema mwaka huu nataka nioe, asipochukua hatua ya kuomba na kuanza kutafuta mke, hawezi akafanikiwa. Wajifunze uwe mtu wa kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako, na ukishafanya maamuzi kwamba naamua nifanye 1, 2, 3, lakini jambo la pili uingie kwenye vitendo, uende kwenye utekelezaji, kutekeleza kile ambacho umekiamua ama umekipanga katika maisha yako. Hapo ndipo utaenda kwenye kufanikiwa. Sema amina. Sikiliza nikwambie, nilizungumza kitu kimoja. Moja ya jambo linalofanya watu wasichukue maamuzi sahihi ni hali ya mazoea. Moja ya jambo ambalo linawafanya watu wasipige hatua nyingine ni hali ya mazoea. Kuna watu wamezoelea maisha fulani, kuna watu wamezoelea wokovu fulani, kuna watu wamezoelea aina fulani ya maisha, kwamba mimi nimezoea ni mtu wa namna hii. Hayuko tayari kubadilika, hayuko tayari kushauriwa,
hayuko tayari kuchukua hatua nyingine. Amebaki ni yule yule mwaka wa kwanza, amebaki ni yule yule mwaka wa pili, amebaki ni yule yule mwaka wa tatu. Ngoja nikwambie, mwaka huu 2026, hebu chukua hatua nyingine. Kubali kubadilika, kubali kupokea wazo jipya, kubali kushauriwa na watu wengine. Utamwona Bwana kwenye maisha yako, utamwona Bwana akipiga hatua na wewe, utamwona Bwana akileta mafanikio. Lazima kubali kuchukua hatua nyingine. Sema amina. Usipokubali, my friend, utabaki ni yule yule. Utaona wenzako wanapiga hatua, lakini wewe umebaki pale pale, umekuwa dormant, haukui. Kwa sababu gani? Hutaki kubadilika, hutaki kuingiza wazo jipya kwenye maisha yako, hutaki kuingiza kitu kipya kwenye maisha yako, hutaki kubadilika kwa sababu ya hali fulani ya mazoea. Nimetoa mfano nikasema, kuna mtu amezoelea ibada zake lazima aje saa 4, hataki kuja saa 2 kwenye maombi, hataki kuja ibada za katikati, hataki kuja Ijumaa kwenye maombi. Amekuwa ni mtu wa ibada ya Jumapili asubuhi, tena asubuhi yenyewe anakuja kwa kuchelewa. Hataki kubadilika ili aingize kitu kipya, aongeze ibada ya Jumatano, aongeze ibada ya Ijumaa, aongeze kuwahi, aongeze muda wako wa maombi, aongeze muda wako wa kusoma Biblia. Ukifanya hivyo, na kuhakikishia utamwona Bwana kwenye maisha yako. Lakini kama utaki kuongeza muda wako, utabaki ni yule mwaka nenda rudi, hautamwona Bwana. Utashangaa watu wanasimama kwenye madhabahu wanasema, namshukuru Mungu, ndani ya mwaka huu nimemwona Bwana akitenda. Atasema, namshukuru Bwana, nilikuwa kwenye maombi amenijibu. Lakini unabaki ni yule yule, hauna ushuhuda wowote, umebaki na ushuhuda wa zamani. Wenzako wanafunguliwa, wenzako wanaponywa, wenzako wanabarikiwa, wenzako wanapokea vitu vipya, lakini umebaki yule yule, hauna ushuhuda mpya, hauna shuhuda zingine zenye kuleta maana. Ni kwa sababu gani? Wewe mwenyewe umemchukulia Mungu kwa hali ya mazoea, hautaki kubadilika. Huwezi ona kitu kipya kwenye maisha yako.